Hello, habari. Karibu nifunze tech. Tunaendelea na somo letu la PowerPoint. Hili ni somo letu la pili. Kwenye video ambayo ilipita tuliangalia muonekano wa nje wa PowerPoint. Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia muonekano wa ndani wa PowerPoint. Kwa haraka haraka, kiingia kwenye sehemu hapa ya kusearch, utakuwa una search hiyo PowerPoint yako. Unaisearch hapa. Kisha search PowerPoint, ukishaiona hapa, utaingia kwenye sehemu ya open hapa, utaifungua PowerPoint yako. Hapa utasubiria PowerPoint ifunguke. Kisha funguka itakuwa na muonekano kama huu. Huu muonekano of course tayari tulishazungumzia kwenye video ambayo ilipita. Kwa kwenye video hii tunaendelea mbele. Tunaingia kwenye sehemu ya blank presentation hapa, utabonyeza. Sasa ukishabonyeza itafunguka, itakuwa na muonekano kama huu, kama jinsi ambavyo unaiona hapa. Kwa bahati nzuri hizi program nyingi za Microsoft ukifuatilia karibia program nyingi zinafanana. Kwa hiyo muonekano ni kama tu ule ule. Kunakuwa na hii sehemu ya juu ambayo ni sehemu ya ribbon. Kwenye ribbon hizi kunakuwa na hizi tabs au ni menus. Kama unavyoonekana hapa, hizi ni zile tunasema ni menu. Kuna menu ya home, kuna insert, kuna draw, kuna designing, kuna transitions, kuna animation, kuna slideshow, kuna hizi record, review, kuna view. Zote hizi zinakuwa ni menu au tabs ambazo zinapatikana kwenye eneo la PowerPoint. Sasa hapa kwa lugha nyepesi tunasema kwamba hii hapa home ni kama nyumba. Kwenye nyumba kunakuwa na vyumba. Kwa maana yake kwenye home ambayo ni nyumba kunakuwa na chumba cha kwanza ambayo ni clipboard. Hapa inavyoonekana hapa kuna hizi tunasema ni slide. Kuna chumba kingine cha font, kingine ni cha paragraph, kuna draw, editing, ads. Zote hizo zinakuwa ni vyumba ambavyo vinapatikana kwenye nyumba yetu ambayo ni nyumba ya home. Ukiingia pia kwenye nyumba ya pili ambayo ni insert, na yenyewe pia inakuwa na vyumba vyake. Kuna chumba cha slides, kuna tables, kuna margins hizi, kuna camera, kuna illustrations, kuna link, kuna comment, kuna text, kuna symbols, kuna media, zote hizo. Sasa ukifuatilia pia kuna hii ambayo unaiona hapa pia, huu ni mkanda mweupe ambao ndo mara nyingi kunakuwa na vifaa. Pia ukiangalia kwa umakini kwenye kila nyumba kuna chumba kama clipboard, ndani kuna vifaa vyake ambao ndo hivi hapa, ambapo of course hizi ni command ambazo pia unatakiwa uweze kuzifahamu hizi command zinafanya kazi gani, ili iwe rahisi kuweza kuitumia PowerPoint unapokuwa unafanya kazi zako za kuandaa presentations. Sasa kwenye video hii tutakwenda kuzungumzia tab yetu ya home. Tutakwenda kuangalia zaidi clipboard pamoja na slide. Tutaangalia kwanza hizi group mbili katika hii home tabs. Tutakwenda kuangalia hizi command ambazo zinaonekana hapa. Kuna paste, kuna cut, kuna hii copy, kuna hii nyingine ambayo inaitwa ni format painter. Pia kuna hii kwa ajili ya kuweka slide. Tutaangalia tuone ni kwa namna gani unaweza ukaandaa presentation. Sasa hapa tufanye hivi, labda tuandae simple presentations ambayo inazungumzia labda muonekano wa Microsoft Word. Tunahitaji uweze kuandaa hiyo mada, yani uandae hiyo presentations, uiandae katika PowerPoint. Cha kufanya hapa, ukishaingia kwenye hii sehemu ya slide, hapa kwenye sehemu ya new slide hapa, ukibonyeza hapa kuna hizi options ambazo zinaonekana hapa. Kwanza kabisa slide ni kama karatasi ambayo sasa utaitumia kuanza kuandika hizo mada zako au maudhui yako utakuwa unayaandika. Sasa wakati unaandaa hiyo mada yako ambayo labda tunasema inakwenda kuzungumzia labda muonekano wa Microsoft Word, ndio mada yetu hiyo ndio topic yetu ambayo unatakiwa uiandae katika PowerPoint. Sasa tunafahamu kwamba kwenye mada au kwenye topic kunakuwa na title. Umeona? Kwa hiyo kuna karatasi maalum ambayo unaitumia kwenda kuandika title au kwenda kuandika tunasema ni vichwa cha habari. Utaingia kwenye sehemu ya title. Kuna hii nyingine, hii ni karatasi nyingine ambayo inaitwa ni title and content. Hii yenyewe inakuruhusu kuweza kuweka tunasema ni title na content. Title tunazungumzia ni kichwa cha habari, au pia kuna kuwa na content ambayo tunazungumzia
ni maudhui. Kuna hii pia ambayo ni section header, na yenyewe pia inakuwa na kazi yake. Kuna hii hapa inakuruhusu kuweza kuweka two content, yani kuweka maudhui katika pande mbili kama inavyoonekana. Maana yake unaweka maudhui upande wa kushoto na upande wa kulia. Kuna hii ambayo inaitwa ni comparison. Hii hapa tunaitumia labda unapohitaji labda kutofautisha labda au kufananisha labda vitu viwili, basi labda kuandika labda kama ni difference, labda tofauti kati ya hiki na hiki, basi unatumia hii karatasi ya comparison. Kuna hii karatasi nyingine ambayo inaitwa ni title only. Hii yenyewe inakuruhusu kuweka tu title au kuweka kichwa basi. Kuna hii nyingine ambayo ni blank. Hii yenyewe inakuwa ni tupu. Umeona, inakuwa ni karatasi ambayo ni tupu kabisa, yenyewe inakuwa ni plain kabisa. Kuna hii nyingine inakuwa ni content with a caption. Hii maana yake unaweka maudhui yakiwa na caption tayari. Umeona? Kuna hii pia inakuwa ni picture with captions. Tunafahamu kwamba mara nyingi unapokuwa unaweka picha, kuna karatasi maalum ambayo unaitumia kuweza kuweka picha pamoja na maelezo yake. Hiyo inakuwa ni picture with a caption. Hii ni slide yake ambayo pia ni karatasi ambayo na yenyewe unaweza ukaitumia. Sasa baada ya kutoa hiyo introduction au huo utangulizi kuhusiana na hiyo sehemu ya slide, sasa tuanze kuandaa hiyo mada yetu ambayo inazungumzia muonekano wa Microsoft Word. Kama kawaida utaanza na hii new slide ambayo inaonekana hapa. Hii ni slide yetu. Uzuri wa hii programu yetu ya PowerPoint yenyewe inakupatia maelekezo yote. Kwa wewe utakuwa tu hapa unafuata maelekezo ambayo utakuwa unayaona hapa. Mfano tunasema labda hapa nasema click to add title. Kwa maana yake hapa utabonyeza ili uanze kuandika hiyo title yako ya hiyo mada. Hapo unakwenda kuweka hiyo title. Tuseme labda tuandike labda tuseme labda muonekano wa Microsoft Word. Au tunasema ni kichwa kikuu katika hii mada yetu jinsi ambavyo inaonekana hapa. Alafu pia kuna hii anasema click to add subtitle. Hii inakuwa ni subtitle. Tunazungumzia ni kile kichwa kidogo. Kwa hapa utabonyeza ili uweze kuandika hicho kichwa. Tuseme labda ni kujua, mfano. Tuseme labda ni kujua tabs. Unaona? Labda pia kuna ribbon na maeneo muhimu. Maeneo muhimu ya kazi. Mpaka hapa tayari umeshaandaa hii. Tunasema hii itakuwa ni karatasi ya kwanza au itakuwa ni slide ya kwanza. Hii slide itakuwa na vitu viwili tu. Itakuwa na main title ambayo tunazungumzia ni kichwa kikuu pamoja na kichwa kidogo ambacho ni hichi hapa. Tena utaingia tena kwenye sehemu tena hapa ya new slide. Sasa hapa nakwenda kuandika title na content, yani nakwenda kuweka kichwa pamoja na maudhui. Kwa hiyo nitaingia kwenye hii karatasi ambayo inasema ni title and content. Hapa utabonyeza. Ukibonyeza utaona imekuja hii karatasi. Basi hapa utakuwa na uwezo wa kuanza kuandika. Hapo utaweka kama ni hiyo tunasema ni title, tunasema ni kichwa cha habari. Utasema labda ni maeneo matatu makubwa labda ya Microsoft Word. Labda mfano. Baada ya hapa tena unashuka tena hapa chini. Sasa hapa unakwenda kuandika maudhui ambayo yanahusu hicho kichwa. Tufanye hivi, labda mfano kwenye maudhui labda tuweke haya hapa maudhui. Tuseme labda quick. Tuseme labda ni quick access toolbar. Kwa maanake mpaka hapa tayari umeshaandaa hii, tunasema ni slide ya ngapi? Ya pili. Hii maana yake ni karatasi ya pili ambayo na yenyewe pia inakuwa na maudhui yake. Sasa kuna kitu hapa pia nataka nikizungumzie. Hizi karatasi huwa hazitakiwi kujaa sana. Yaani hakikisha hizo karatasi zako zinakuwa zinapumua. Yaani kwenye karatasi moja usije ukaandika maneno mengi sana. Hairuhusiwi yani. Umeona? Hairuhusiwi.
Baada ya hapo tena utaingia tena kwenye sehemu tena ya hapa tena kwenye slide, utasema new slide. Sasa hapa utakuwa unaangalia unahitaji nini. Labda pia nataka pia karatasi ya kuandika title pia na content, kuandika kichwa cha habari na maudhui. Unaweka tu, hakuna shida. Utasema tena new slide. Mwisho wa siku tena wataongeza nini? Wataongeza karatasi ya ngapi? Ya 3. Kwa hapa tena utakuwa tena unaendelea kuandika hiyo mada yako. Hapa of course utaweka title, kwa tuseme the tabs. Tuseme labda tabs ni nini? Tabs ni nini? Mfano tuseme labda hii na yenyewe pia hii imekamilika. Umeona, yani hauruhusiwi kuzijaza hizi karatasi. Pia tunaingia pia kwenye new. Nasema pia nataka pia niandike pia karatasi nyingine. Nitaingia kwenye title and content. Hapa tena utabonyeza, utakwenda kuandika tena kitu kingine. Labda tuseme ribbon. Hii pia ni kitu kingine ambacho pia unakwenda kukizungumzia. Labda ni ribbon, labda na nini na group, mfano ribbon na nini na groups. Alafu kwenye content hapa chini tena hii slide pia na yenyewe imekamilika. Unaingia pia unasema pia na kwenda kuongeza karatasi nyingine au na kwenda kuongeza maudhui mengine kwenye mada yangu. Utaingia kwenye sehemu ya new slide, utasema nini? Utasema pia ni title and content. Hapa utapata nini? Karatasi nyingine ambayo itakuwa ni tupu. Kwa sasa hivi tumeshaandaa almost ni karatasi 4. Kwa hiyo hapa tunaandaa sasa hivi ni karatasi ya 5 katika mada yetu ambayo tunaiandaa hapa. Tuongeze, tuseme labda tuweke labda status bar. Labda ni status bar. Tena nafikiri kwenye hii slide inaweza nikaishia hapa. Hakikisha hizi slide au hizi karatasi hazijai sana, yani kuwe na nafasi, iwe karatasi yako iwe inapumua. Tukaongeze tena karatasi nyingine, tujia kwenye sehemu ya new slide hapa, tuweke nyingine, tuseme tuite ni title pia and content. Hapa pia tukaongeze vitu vingine katika mada yetu. Lakini pia nikaongeze pia karatasi nyingine. Niingie tena kwenye sehemu tena ya new slide, niongeze nini? Karatasi nyingine. Niseme pia ni title labda and content. Utaongeza tena nini? Slide nyingine hii. Kwa maana yake mpaka hapa tayari unakuwa tayari umeshafanikiwa kuweza kuandaa mada yako kama inavyoonekana hapa. Sasa nafikiri kufikia mpaka hapa, huu ndio mwisho wa video hii, sababu kwenye video hii nilikuwa tu na kuonesha namna ya kuandaa presentation yako katika PowerPoint. Yaani una mada yako unaiandaa ili uende ukaiwasilishe mbele za watu, ukaifanyie presentation, ukapresent kazi yako. Kwa kwenye video ambayo itafuatia tutaingia kufanya editing ya hii kazi yetu ambayo inaonekana hapa. Kama jinsi inavyoonekana hapa, hii ni kazi yetu ambayo ina karatasi 7. Sasa kufikia mpaka hapa, huu ndio mwisho wa video hii. Kama video hii umeipenda, usahau kulike, pia usahau kushare, lakini pia usahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Nifunze Tech ili tuendelee kujifunza programu yetu ya Microsoft PowerPoint na Nifunze Tech. Asante.